Habari tena kwa mara nyingine nimepata nafasi ya kuja hapa sehemu ambapo ninatoa maarifa, natoa maelekezo mbalimbali kuhusiana na ujasiriamali. Mimi niko hapa naitwa Laurian Katonda na ni mwalimu wa ujasiriamali, lakini wengi wananiita mjasiriamali nguli. Nimepata nafasi ya kuja kuzungumza na wewe. Naomba unipe dakika chache niweze kuzungumza na wewe mambo kadhaa ambayo yatakusaidia katika maisha yako, yatakusaidia kwenye biashara, yatakusaidia kwenye familia, yatakusaidia popote. Basi naomba nizungumze somo linaloitwa usikate tamaa. Watu wengi wanakata tamaa, wanavunjika moyo. Najua kwa nini nimezungumza swala la usikate tamaa. Sababu mimi ninafahamu, kwa sababu dunia hii imejaa wavunja moyo wengi. Dunia hii imejaa wanaokatisha moyo wengi. Lakini pia hata mazingira, maisha kama kawaida yanakatisha tamaa au yanafanya uvunjike moyo. Sasa leo nitakufundisha mbinu kadhaa au njia zitakazokusaidia usikate tamaa. Njia ya kwanza ambayo itakusaidia usikate tamaa ni kuhakikisha unaweka mipango sahihi. Uweke mipango yako. Hata hapo unaponisikiliza kupitia video hii, hakikisha unaweka mipango yako. Mipango, kuna kitu unataka ukifanya, weka mipango yako. Na mipango yako isiwe ya muda mfupi tu. Weka mipango ya muda mrefu, ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Ukiweka mipango, mimi nataka nikwambie, ukaweka mipango yako, ukaweka mikakati yako, hautakata tamaa kabisa. Kwa sababu utakuwa unatembea na ile mipango yako. Lakini hatua nyingine au njia nyingine itakayokusaidia usikate tamaa, hakikisha unaweka malengo yanayotekelezeka. Watu wengi wanaweka malengo alafu wanashindwa kuyatekeleza malengo. Mtu ameweka malengo kwamba baada ya miaka 5 nifanye jambo fulani, baada ya miaka 2 nifanye jambo fulani, baada ya mwaka mmoja au baada ya siku 2 nifanye jambo fulani. Inatokea na kwa sababu ameweka malengo, haweki malengo yanayofikika. Weka malengo yanayofikika. Kile ambacho unakifanya, mipango yako unayoifanya, hakikisha unaweka malengo yanayofikika. Lakini jambo lingine, usisikilize sauti inayokuambia tulia au acha au rudi nyuma. Kuna sauti nyingi zinasikika sana. Hata mimi ninapozungumza hapa, kuna mtu inawezekana unatazama video hii, unatamani kusema achia tu hapo, naendelea na mambo mengine. Sauti zinazokufanya usiendelee, zipuuze. Puuza sauti ambazo zinakufanya usiendelee na shughuli unayoifanya. Ile mipango yako uliyoiweka, malengo yako uliyoweka, usiendelee nayo. Puuza zile sauti. Ziko sauti akili, unajua sisi tulivyo, kuna sauti zinazosema na wewe. Zipuuze zile sauti zinazofanya ukate tamaa. Kumbuka nazungumza kwamba usikate tamaa. Kuna zile sauti, lakini pia jambo lingine, kuna vile vikwazo. Hakikisha hauachi kufanya hata kama kuna vikwazo kadhaa. Kuna vikwazo vingi sana vinavyojitokeza. Unaweza ukalifanya jambo mara kadhaa. Kuna watu ambao ambao inasemekana aliyefumbua balbu, alifanya majaribio mara 1999, ile ya 10,000 ndo akafanikiwa. Sasa hakikisha ukiwa unafanya jambo ukaona kwama, hakikisha unalifanya mara kwa mara. Pale utakapokwama ndipo ambapo utakuwa umepata elimu. Kwa hiyo usikate tamaa yoyote, kwa sababu hizi ni njia ambazo naendelea kukwambia kwamba hakikisha unafanya mara kwa mara. Umejaribu jambo, leo limefeli, lijaribu tena. Usiweze kusema ngoja niliache. Yaani nataka nikwambie, kama unataka ushinde kukata tamaa, usifike mahali ukanyosha mikono. Watu wengi ambao wamenyosha mikono wamekuwa ni maskini. Na kwa sababu maskini umeletwa na nini? Kwa sababu ameamua kukata tamaa, amenyosha mikono. Kwa jambo lolote, kwa kitu chochote unachokifanya, kwenye mikakati yoyote unayoifanya, hakikisha haunyoshi mikono. Hakikisha haukati tamaa. Kwa sababu ukinyosha mikono maana yake umekata tamaa. Jambo la mwisho, ili usikate tamaa, hakikisha haukubali watu wakuonee huruma. Watu wengi
Mtu mwingine, watu wengi mtu anapokuonea huruma kwa ile pole, kumbe imekuwa hivi, yani akianza kukuonea huruma tayari, ukipenda kuonewa huruma utakata tamaa. Utasema kweli hii haikuwa riziki. Hapana, ni riziki yako, ila tu umekata tamaa. Kuanzia leo, ule nisikiliza, usikate tamaa. Kuna biashara unayoifanya, kuna kazi unayoifanya, kuna shughuli unayoifanya. Najua kuna vizuizi vingi, achana na hao vizuizi, usikate tamaa. Nazungumza na wewe leo, hakikisha haukati tamaa kwa jambo lolote unalofanya, kwa kitu chochote unachokifanya.